Kwa niaba ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, kwanza naomba kuweza kuwashukuru nyote kwa kuacha shughuli zenu kwa kuweza kufika hapa leo, lakini pia niwashukuru sana wenyeji wetu wa Kigoma kwa kuanzia kuwapokea wenzetu ambao walifika siku za mwanzo, lakini na sisi ambao tulifika leo asubuhi. Zaidi ya kwamba hatukupata samaki waliotajwa hapa na DG, lakini vitu vingine tumekula na tumeshiba. Ndugu washiriki, pia naomba niweze kuwapongeza waandaaji wa shughuli hii. Kwa kweli shughuli haikuwa ndogo. Hata kutembea hapa tulijaribu kutembea, lakini niliona wengine walishaanza kuchoka kwa sababu mabanda yalikuwa ni mengi na maelezo kwa kweli yalikuwa ni mazuri. Na pia naomba kwa niaba ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar na Wizara ya Ujenzi za Bara na viongozi wa serikali zote mbili tukiongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, pia kuweza kuwapongeza wao kwanza binafsi kwa juhudi zao. Kwa hakika yale ambayo yamezungumzwa hapa, sana katibu tawala kaongea mambo mengi mazuri ambayo singependa niyarejee, lakini na mabanda haya yameonyesha ile kauli mbiu ambayo imetajwa, tafsiri yake ipo kwa vitendo katika mabanda haya. Kwa hiyo kama dunia ilielekeza kwamba kauli mbiu hii itekelezwe, Tanzania tayari imeshatekelezwa, na tumeona kila banda tulipopita ilikuwa ni mabanda ambayo yanaeleza kwa vitendo tafsiri ya kauli mbiu ambayo inasema nitasoma kwa Kiswahili zaidi: kutoka sera hadi utekelezaji, kuimarisha ubora katika sekta ya usafiri majini. Ndugu washiriki, leo tumekusanyika hapa Kigoma, wilaya ya Kigoma mjini, tukiungana na jumuiya ya kimataifa IMO kufungua maadhimisho ya kimataifa ya siku ya mabaharia duniani ambayo huadhimishwa rasmi kila tarehe 25 Juni ya kila mwaka. Ndugu washiriki, lengo kuu la maadhimisho haya ni kujenga uelewa kwa umma kuhusu mchango mkubwa wa kiuchumi na kijamii unaotolewa na mabaharia wetu. Tunaungana na mataifa mengine duniani ambao ni wanachama wa IMO katika kuitambua na kuiheshimu kazi ngumu ya mabaharia, lakini yenye thamani kubwa kwa jamii zetu. Ndugu washiriki, katika maadhimisho haya leo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa huzuni kubwa inachukua pia fursa kuweza kutoa pole kwa familia ambazo zimeondokewa na ndugu na marafiki, wakiwemo katika shughuli mbalimbali za ubaharia. Na kwa karibu kabisa kuna ajali ambayo ilitokezea katika mgogoro ambao unaendelea Mashariki ya Kati, ambapo ndugu Mchama Maregesi Mongu alifariki tarehe 3 Mei katika boti ya kuvuta tugboat iitwayo Volance iliyokuwa inatokea UAE ambayo ilipita katika mfereji wa Hormuz. Lakini pia kwa karibu kabisa kuna ndugu Captain Kombo Mwarabu Ali na ndugu Ikram Salim Muhammad ambao pia na wao walipata ajali siku ya tarehe 17 Aprili 2026 kwa kuzama meli ya mizigo iitwayo MV Jozani 2 katika mwambao wa Tanga ikielekea Zanzibar. Kwa Mwenyezi Mungu ajalie aweke roho zao peponi. Amen. Ndugu washiriki, napenda kuwapongeza kwa dhati kabisa kazi kubwa ambayo inafanywa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Rais wa Jamhuri ya Tanzania. Ningependa ninukuu maelezo ambayo kayatoa ndugu yangu hapa katibu tawala mkoa, akisema kwamba kwenye ziwa letu hili la Tanganyika tayari kuna miundombinu ya bandari ambayo inajengwa, lakini kuna matengenezo ya maboti, lakini pia niliambiwa kwamba reli hii ambayo mnayo hapa kutakuwa na reli ya SGR itakuja huku. Kwa hiyo utaona kiasi gani kwamba serikali ya Jamhuri ya Tanzania kupitia rais wetu mpendwa Mama Samia kwamba inaelekeza nguvu zake kwenye uchumi wa buluu kwa kupitia nyenzo za bahari, na mfano hai upo katika eneo hili la Kigoma, ambapo kwa maksudi kabisa sherehe hizi ziliamuliwa zifanyike hapa, ambapo baadhi ya mambo yataonekana kwa vitendo kama alivyoeleza DG hapa katika siku hizi 4, lakini kwa kusisitiza zaidi ni kwamba tafsiri ya yale ambayo yamesema kwenye kauli mbiu Kigoma tayari yanatafsiriwa kwa vitendo.
Lakini mbali ya hayo ni kwamba serikali imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali ikiwemo kuboresha mfumo wa maritime single window, mfumo ambao utaunganisha huduma zote za bandari katika mfumo mmoja wa kidijitali, lakini pia kutayarisha mfumo wa kidijitali wa kuweka taarifa za mabaharia. Serikali kupitia ZMA na TASAC inakamilisha maandalizi ya mfumo wa kidijitali wa kusimamia taarifa za mabaharia wetu. Pia uwekezaji katika vyuo vya mabaharia, serikali imeendelea kuimarisha na kuendeleza vyuo vya mafunzo ya bahari ikiwemo Dar es Salaam Maritime Institute na Bandari College kwa Tanzania bara, na upande wa Zanzibar serikali imeanzisha chuo cha mafunzo ya bahari ambacho kitasimamiwa na chuo chetu cha SUZA na kinategemewa kuanza mafunzo yake rasmi mwaka huu 2027. Ndugu washiriki, pamoja na mafanikio makubwa katika sekta ya majini, serikali inatambua uwepo wa changamoto zinazowakabili mabaharia hususan katika eneo la ajira. Baadhi ya mabaharia wanakumbana na mikataba duni ya ajira, ucheleweshaji wa mishahara na wakati mwingine kupata ajira zisizolingana na taaluma au kukosa ajira kabisa. Serikali ikishirikiana na waajiri inaendelea kuboresha mikataba hii ili kulinda maslahi na usalama wa mabaharia wetu. Ndugu washiriki, ni vyema kukumbushia kuwa Tanzania imeridhia mkataba wa kazi za mabaharia wa mwaka 2006 Maritime Labour Convention, na kinachobakia tunataka kuona mabaharia wetu wa Tanzania wakiwa si tu wana sifa za kitaaluma bali pia wanafanya kazi katika mazingira yenye utu, usalama na maslahi stahiki, na hii ndio maana halisi ya kauli mbiu ya mwaka huu. Ndugu washiriki, katika siku hii muhimu nitoe wito kwa vijana wetu wa Tanzania kuona sekta ya bahari kama sekta ya fursa, ubunifu na mafanikio, na kuona bahari sio kizuizi kwa nchi yetu kuwafikia wengine bali ni mlango wa fursa kwetu. Kwa hiyo wachangamkie kupata mafanikio kupitia fursa hii. Nitoe wito pia kwa waajiri wenye meli na mawakala wa ajira za baharini kuendelea kutoa ajira kwa wingi, kuheshimu haki za mabaharia na kuzingatia viwango vya kitaifa na kimataifa vya ajira. Mabaharia wetu wanastahili mazingira bora ya kazi yatakayowezesha kutoa mchango wao kikamilifu. Ndugu washiriki, vile vile naomba nitoe wito kwa mabaharia wetu kuendelea kuwa mabalozi wazuri wa nidhamu, weledi na uzalendo popote wanapotekeleza majukumu yao duniani. Waepuke kutumiwa vibaya na watu wenye tamaa kama vile kubebeshwa madawa ya kulevya, kutumika kusafirisha watu haramu na yote mabaya ambayo yanaharibu soko na sifa za ajira duniani. Dunia leo inahitaji mabaharia wenye ujuzi, maadili na uwezo wa kuendana na mabadiliko ya teknolojia. Hivyo mtumie fursa hii kujifunza kila mnapopata fursa ya kufanya hivyo. Ndugu washiriki, naomba pia nitumie fursa hii kuwapongeza mamlaka zetu za sekta ya bahari, TASAC na ZMA kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya katika kusimamia na kukuza sekta ya majini. Lakini vile vile tunapongeza vyuo vya mafunzo ya bahari kwa kuendelea kuzalisha wataalamu wenye uwezo wa kuipelekea Tanzania mbele katika ushindani wa kikanda na kimataifa. Kwa kipekee pia tunawashukuru wadau mbalimbali wakiwemo waajiri, wamiliki wa meli, mawakala wa meli, wadau wa usafirishaji na biashara za baharini. Vile vile nichukue fursa hii kuweza kuwashukuru vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuweza kufanya kazi kubwa ya kuhakikisha maji yetu yako salama pamoja na ufuatiliaji wa uokozi pale ambapo panatokea majanga. Shukrani za kipekee pia ziende kwa vyama vya mabaharia wakiwemo WOMESA, MNOAT, ZAWOSA, ZASU, TASU, JMT na wengineo kwa kuweka pamoja mabaharia wetu na kuwapa moyo na kuendelea na kazi zao kwa bidii. Kabla sijahitimisha kwenye lile nilotumwa, sasa ningependa niseme yangu machache. Hapo niseme nimefurahishwa sana kuweza kupata maelezo mazuri, lakini na kuweza kuona vitu vingi kwenye mabanda haya ambapo mimi binafsi vingine nilikuwa sije kuviona, japo ni kwa sekta hii ya ujenzi na uchukuzi. Lakini niseme nipongeze upande wenzetu pia Tanzania bara kwamba mmeweza kujiongeza kwa kuwa na vitu vingi zaidi kupitia upande wa serikali, lakini pia kupitia upande
wa sekta binafsi kwenye suala zima la mambo haya ya bahari, na nadhani tutajifunza katika siku hizi tutakazokuwepo chache, ambapo ZMA na wadau wengine wa Zanzibar wanaweza wakajifunza baadhi ya vitu ambavyo pia tunaweza tukavitekeleza Zanzibar, lakini pia tukaweza kujenga ushirikiano baina ya taasisi zetu Zanzibar na taasisi za Tanzania bara zote za binafsi na taasisi za serikali. Lakini pia napenda nisitize, kulikuwa kuna swala ambalo nimejaribu kuwauliza wahusika wote ambao wanashughulika na mabaharia kuhusu usalama na haki za mabaharia. Tumekuwa tukipokea barua karibu kila mwezi, kama sio mara moja, mara mbili au tatu, kutoka balozi zetu za malalamiko ya nchi mbalimbali duniani, ikiwemo mabaharia kuweza kutelekezwa, lakini pia tuna malalamiko ya mabaharia ambao wanaumia na hawashughulikiwi na baadhi ya taasisi ambazo zinawapa ajira, lakini mabaharia ambao hawalipwi mishahara, mabaharia ambao wananyanyaswa. Kwa hiyo hili swala lilikuwa halitafafanuliwi vizuri, lakini ni kwamba taarifa ambazo tunazipokea rasmi, mambo manne mabaharia yanawafika. Moja ni kutelekezwa katika nchi, kuto kulipwa mishahara kwa wakati, kunyanyaswa, lakini kuto kupata haki zao pale wanapoumia. Kwa hiyo ningependa kuchukua fursa hii kuwanasihi sana wale ambao wanasimamia mabaharia kuhakikisha kwamba haki za mabaharia zinasimamiwa. Kuwatafutia kazi ni jambo moja, lakini baada ya kupata commission kwa kuwapatia kazi, baadhi ya taasisi hizi ambazo zinachukua ajira kwa mabaharia zinasahau jukumu lao na kuwasimamia mabaharia, na jambo hili sasa inakuwa ni mzigo mkubwa kwa serikali. Lawama hizi zinakuja kwa serikali, watu wa familia zao zinatulalamikia sisi, lakini yule ambaye kawaajiri mara nyingi atakwambia ili jambo halituhusu, linalotuhusu ni mwenye meli au ni mwenye kampuni ya meli. Kwa hiyo tujue wajibu wetu kama kampuni ambazo zinapeleka vijana nje, tuna jukumu la msingi kuhakikisha vijana hawa wako salama na kutoa ushirikiano kwa serikali kuhakikisha kwamba vijana hawa wanapata haki zao kikamilifu. Baada ya hayo, ndugu washiriki, sasa na furaha kutangaza rasmi kwa maadhimisho haya ya siku ya mabaharia duniani yamefunguliwa rasmi leo tarehe 22 mwezi wa 6 2026 hapa mkoani Kigoma. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana ndugu mgeni rasmi, naomba tusimame.